nikwambie, maamuzi magumu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usifanye maamuzi magumu kwa ajili ya kuwafurahisha wanadamu. Fanya maamuzi magumu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunamwona Danieli na kundi lake, akasema tupe mtama tu. Ukiona sura zetu hazipendezi, utuue. Maamuzi magumu. Niko hapa mimi Danieli na ndugu zangu kumpendeza Mungu. Haijalishi dunia itatuelewa haituelewe, heri wafu wafao. Sitakula chakula cha mfalme ingawa sina pesa. Mimi binti, sitaingia kwa boyfriend yoyote, sitalipiwa kodi ya nyumba ingawa sina binti. Nitamngoja Bwana kwa saburi, nitauza mboga, bora aibu ya muda lakini utukufu mkubwa mbele. Hayo ni maamuzi magumu ya mwanamke. Binti aliyeamua kujitunza, kwamba nitajitunza mpaka siku ya ndoa. Ndio nilianguka, lakini sasa nimemjua Mungu, nataka kutunza ya kwanza. Manake ulianguka katika ujinga, sasa umemjua Mungu, umekuwa bikra. Huelewi. Unapozaliwa Biblia inasema nao amekuwa kiumbe kipya. Unapokuwa kiumbe kipya, umekuwa bikra katika roho. Wewe ni mpya na kila kitu chako ni kipya. Hatuelezee kwa jinsi ya nyama, tunaelezea rohoni. Na kama wewe ni wa rohoni na kama umejitunza rohoni, na maana mwanaume atakapokuja hataona kama ulishaingiliwa. Utakuwa new person, kiumbe kipya, na vitu vyako vipya, na mwili wako ladha mpya. Haijalishi umezaa watoto wawili, haijalishi umezaa watoto wawili. Naongea na mabinti hapa. Jitunze, bikra yako irudishwe na roho, ili atakaye kuja hataona hata kama una watoto wawili, atasema ni ulikuwa wapi siku zote? Mbona nimechelewa kukuoa? Kwa sababu ulivyomjua Kristo ulifanya maamuzi magumu, ukasema heri wafu wafao katika Bwana. Bora nilale njaa, bora niwe na nguo moja kauka nikuvae, lakini sitamtenda Mungu dhambi. Are we together? Mabinti mpo? Mabinti mpo? Wewe ni hekalu takatifu la Mungu. Kataa kuchafuliwa, kataa kuharibiwa kwa sababu ya njaa. Sikiliza, haya ni majira yangu ya kupendeza. Nilikotoka ujue, usijilinganishe. Wewe ni mtoto mdogo sana, uweze kulingana na mimi. Mimi nimejenga, mimi na magari, mimi na nyumba, mimi na mtoto wangu anaweza kanipa hela. Wewe unalinganishaje mtu ambaye maisha yake Bwana amempaisha? Ngoja Bwana kwa saburi. Mngoja Bwana kwa saburi. Yako majira ya wewe kutembelea gari nzuri, yako majira ya wewe kusuka nywele nzuri, yako majira ya kulala pazuri, yako majira. Lakini kama sio majira yako, usilazimishe. Fanya maamuzi magumu. Tunza hekalu la Bwana ili uweze kwenda na Mungu. Tunza hekalu la Mungu. Tunza hekalu la Mungu. Vijana hawaishi. Kama hawezi kukuvumilia, let him go. Kama hawezi kuvumilia, let him go. Kwa sababu asije akacheza nawe alafu akakudampu. Umemkosa Mungu na umekosa bikira yako nyingine tena. Maamuzi magumu. Uza mboga. Ili ufanye maamuzi magumu, binti, naongea na binti saa hii. Haleluya. Jishughulishe. Inaleta kiburi. Jishughulishe ili wana kiburi. Kubali kuuza mandazi, kuuza mihogo, lakini una hela yako ya kununua ugali, ya unga na dagaa. Na siku ikapita na ukamwabudu Mungu, na Bwana akajitolea utukufu, akainua madestiny helper. Huwezi kuwa na madestiny helper kama umemtafuta boyfriend, lakini kama huna mtu, Mungu wananuaga watu. Hello church. Tufungue Danieli wa kwanza. Danieli 1. Naongea na mtu. Danieli 1:11 mpaka 16. Nisome hapo chapo.
Danieli akamwambia yule msimamizi. Amen. Danieli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka 16. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10. Tafadhali utujaribu sisi nini? Watumishi wako. Muda wa siku ngapi hizo? 10. Na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendee sisi watumishi wako kadri utakavyoona. Endelea. Basi akawasikiliza katika jambo hilo. Akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa siku zile 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi. Miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Danieli anajua sasa hili ni agizo kutoka kwa mfalme. Ni amri ya mfalme kama uwape hawa vijana vyakula wale wanone. Lakini anajua na tusipotii agizo tukiwa tumekonda tutauawa. Maamuzi magumu yanahatarisha. Kufanya maamuzi magumu ni kuhatarisha uhai wako, kuhatarisha heshima yako pia. Unaweza ukapoteza heshima kubwa kwa kufanya maamuzi magumu. Unaweza ukayumba unapofanya maamuzi magumu. Kuna kuachwa, kuna kukataliwa, kuna kutupwa mbali, maana unaonekana kama umeasi. For example, Mungu anakuambia toka kwenye nchi ya baba yako. Anatuambia hapo mtumishi wa Mungu, naongea na kanisa, anakuambia sasa nimekuita, umesimama na mafuta unayo, sasa inakupasa utoke kwenye huduma hii unitumikie. Nataka niseme ukweli kabisa, ya kupasa gharama kubwa, maamuzi magumu ambayo watu wote watakuona muasi, lakini mbingu zimesema hivyo ndivyo nilivyotaka. Haikuwa rahisi. Ibrahimu alionekana ameasi miungu ya kwao, alionekana amechanganyikiwa. Unatoka unaenda kwenye nchi ambayo hata ujui. Anakuambia mimi baba yako sijaambiwa na Mungu. Ukae ili umfurahishe baba yako, kilicho ndani kife, au chukue maamuzi magumu. Kumwambia ni release niende. Naongea na mtu kwa sababu kuna nyakati unakomaa kama mhindi. Usipovunwa, mvua ikija utaanza kuotea upopo. Naongea na kanisa. Usiseme kwamba mimi nitatumika tu chini ya mtumishi wa Mungu. Ndivyo Bwana alivyokuagiza. Kwa sababu kuna maagizo unaletwa kwa ajili ya evambise, lakini kuna maagizo evambise kutengeneze ukomae ukasimame. Kuna roho zinatakiwa zije kwa jina lako, sio kwa jina la evambise. Wewe ulikuja kwa jina la evambise, alafu kuna roho zinatakiwa zije kwa jina. Naongea na mtu. Acha kukaa mahali ambapo unajua kwamba umeshakomaa. Na Mungu anakutegemea kwa kuna wanawake, kuna vijana, kuna mabinti watakuja kwa jina lako. Umepakwa mafuta kuleta wewe kama wewe. Unaogopa kumwendea mtu wa Mungu, kumwambia ninasikia ndani kupasuka, usiponililizi nitapasuka. Hii ni kama puto, ni kama mwanamke anayetaka kuzaa, please ni release. Anaweza kakataa akaumia kwa sababu ni wa thamani, lakini nakwambia hivi, roho aliyo ndani yake atamsemesha.
mlango na ukachelewa muujiza wako. Sio wote wafanya biashara, wengine mmeitwa kumtumia. Mimi wakati nafanya Mungu aliniambia kasa acha biashara sasa unitumikie. Ilikuwa ngumu, familia ndo big family, alafu ndio wananitegemea. Ningeeleweka, nilifanya maamuzi, nikauza duka haraka kwa sauti ya Mungu. Na akanambia hutaaibika. Sijawahi kuaibika, niko hapa. Nasema mbele za Mungu, sijawahi kuaibika, niko hapa. Nina miaka karibia 18 tangu nilipofunga biashara yangu. Sijawahi kufanya nini? Kuaibika, sijawahi kulala njaa. Niko vizuri. Maisha yangu sasa hivi watu watabaki si mtoto wake. Hapana. Bwana aliniweka vizuri tangu, kwa sababu nilitii sauti yake. Biblia inasema kutii ni bora. Mungu haanzi kusema na mtumishi, anaanza kusema na wewe. Naongea na mtu. Kuna mtu hapa anaponywa. Kuna mtu hapa anatakiwa atoke. Sio lazima iwe hapa, hata kama Arena of Liberty. Kuna mtu anatakiwa achomoke. Majira yake yamekomaa, anatakiwa aanze kusimama kwa miguu yake, alafu atajwe kwa jina la baba yake au la mama yake. Yaani unaenda kwa jina la Evambise, lakini na wewe unakuwa mama wa wengine. Unamletea Evambise wajukuu. Neno la neema linapanuka. Badala kubaki tu Tabata, linakuwa Mbagala, liko Madale. Neno la neema. Lakini sababu mwanamke mmoja alifanya maamuzi magumu, akasema siwezi kufa. Nikikaa hapa nitakufa. Na nikienda, bora niende nifeli nirudi kwa mama nimwambie mama nimefeli. Mama nimefanya nini? Lakini nimejaribu. Nguvu ya maamuzi magumu inakupa kuthubutu. Maamuzi magumu yanakupa kufanya nini? Kuthubutu. Danieli na watu wake walithubutu. Naeleweka? Haleluya. Walifanya nini Danieli na watu wake? Danieli 6:6 mpaka mstari wa 10 na ngapi? Mimi sina maneno mengi. Danieli 6:6 mpaka 10. Amen. Danieli sura ya 6 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Amen. Neno la Mungu linasema, basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja. Wamefanya nini? Wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Bwana, kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi Mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa. Hata Danieli alipojua, hata mtumishi wa Mungu, hata binti huyo, hata kijana alipojua mamake ni mgumu. Amen. Kuna mtu mmoja hapa Mungu ananionyesha anatakiwa kutoka. Ni majira kutoka. Amen. Nielewe tu. Nimekuja kupasua jipo. Ni majira kutoka. Maamuzi ni ya kwako. Usikae kwenye mretemu. Usife ndani. Lazima. Ngoja nikwambie, kama sisi tusingetoka tungekuwa wapi? Mimi ni mtu nayetembeaga, unajua. Mahubiri yangu tofauti kidogo. Kama Roho alivyoniambia Devota toka, nikasema mimi nitaendaje? Watanionaje? Leo hawa watoto ningewapata wapi? Maria mwanangu, ningekupata wapi? Kwa sababu mafuta yangu ndio yalikuwa kwa ajili yako, na mafuta ya yule baba yangu alikuwa kwa ajili yangu. Tunaambukizana. Amen. Tunafanya nini?
Tunafanya nini? Tunaambukizana. Mafuta ya bukuku na mume wake ni kwa ajili ya yangu. Amen. Lakini kama Mungu akiweka kitu, mafuta atakao mimina ndani yako ni kwa ajili ya watu wengine. Amen. Nasomeka. Amen. Hallelujah. Amen. Akijua kabisa amri imetoka na wamesha saini kwamba asiabudiwe mtu yeyote, akafanyaje? Okay. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku akasali. Akapiga magoti mara ngapi? Maamuzi magumu. Hunizimishi kumtumikia Mungu, hunizimishi kumwabudu Mungu, hunizimishi kutoa, hunizimishi. Amen. Haijalishi hali ni ngumu kiasi gani. Sina washirika na 2, nasema sizimii moyo. Nina maamuzi magumu kwamba hawa 2 niwafikishe. Swala sio watu wengi, swala mafuta ulioitwa ni ya wangapi? Amen. Kuna watu wamepakwa mafuta watu 1000, kuna wengine wamepakwa mafuta kwa watu 100, watu 50. Lakini kwa hao 50 unasimamaje? Wanangoja ukute kundi kubwa ndio waona kwamba nikianza huduma. Je, wasipokuja ni kazi yako? Yeye aliyekwambia nenda, alikwambia toka, alikwambia simama, ni atakayeleta. Kama Hawa na mimi na Eva tungeangalia watu, tungesimama. Tungesimama. Na tangu umeanza kumtumikia Mungu umejuta? Tangu umemtumikia Mungu umejuta? Tangu nimeanza kumtumikia Mungu liwe jua liwe mvua. Maria mwanangu, ulishaona nimejuta? Ulishasikia tatizo moja kama Maria anafunga kanisa? Maamuzi magumu. Kwamba waje, wasije. Wanielewe, wasinielewe. Nimeitwa. Nimepakwa mafuta. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ukitaka Mungu akukusanyia watu, ukuta amekuwekea na kibanda na maiki na speaker, sasa Devota kaa hapa, haipo. Haipo. Naongea na watu wa Mungu. Amen. Haipo. Na unazimisha mafuta na unajichelewesha. Haijawahi kutokea. Waulize watu walioanza wengine kwenye miti. Wewe ulijua nilivyokuja Kitunda, full suit, bati chini na nini? Sio kwa joto lile. Lakini sina waimbaji. Hawa naimba mwenyewe, nahubiri mwenyewe, nafanya deliverance mwenyewe, nasafisha mwenyewe choo, kila kitu nafanya. Lakini sijawahi kurudi nyuma. Kwa sababu nilifanya maamuzi magumu, nitakwenda na Kristo. Amen. Haijalishi mazuri ama mabaya. Akafungua pazia. Haleluya. Amen. Akasujudu mara ngapi? Mara 3. Mara 3. Kuonyesha kwamba sizimishwi. Amen. Sizuiliwi. Sinyamazishwi. Endelea chini uone walivyofanya. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akasali. Akashukuru mbele za Mungu wake. Kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Endelea. Basi watu hao wakakusanyika pamoja. Wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Endelea. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda, waliohamishwa wa Yuda, hakujali wewe mfalme. Wanamchonganisha hapo.
wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali omba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya, alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Daudi, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Sikiliza, utamalizia mwenyewe, muda wangu mchache na mimi pia. Danieli anajua kwa sababu marufuku ya mfalme haipindishi. Kifo ni nini? Alikuwa anajua kwa kuna kifo. Alijua kabisa hii kutokutii sheria ya mfalme, mauti. Maamuzi magumu yanahatarisha. Nimesema hapo lazima uchuzi Mungu au yaliyokuzunguka. Ndio namsema maamuzi magumu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unafanya maamuzi, naongea na Wakristo. Kwa watu wa duniani ni kwa ajili ya nafsi, lakini sisi tuko unafanya maamuzi magumu. Hata mambo yatakapokuwa Mungu ameyabadilisha, wanasema hatukujua. Huyu mama kweli ana Mungu. Huyu binti kweli ana Mungu. Yaani tulikuwa tunajua ndo basi tena. Ona anavyokwenda. Ona Mungu anavyofanya. Ona Mungu kwa sababu uliamua maamuzi magumu yenye utukufu. Kutii sauti ya Mungu na kutokuangalia wanadamu wanasema nini juu ya maisha yako. Maisha ya ushindi yako kwenye maamuzi magumu. Kupenya kwa muamini ama kwa mtu wa Mungu mwanamke, lazima hata maisha yako nyumbani lazima. Sikiza, Biblia inasema enyi wake watiini waume zenu. Haleluya. Lakini usikubali kuinamishwa. Hili naliweka wazi. Kutii ni bora. Mheshimu mume wako, lakini kitendo kwamba sitaki kufanya biashara, sitaki kufanya kazi, lazima ufanye maamuzi magumu. Na vikao vitu na familia, uambie jamani, mimi siwezi kutegemea cha mtu, na mheshimu mume wangu na sitaki ndoa ivunjike, lakini lazima nisimame. Kwani kuna ubaya gani mimi kufanya biashara? Niulizieni huyu mwanaume. Usipofanya maamuzi magumu, siku za siku anapoinuka yeye, wewe huna kitu, utakuja kutoa uko nje. Unaomba mpaka hela ya pedi. Ukitaka kusuka notes mpaka upige magoti, mlambe lambe, utengeneza ndivyo vipenda. Wakati sasa hivi ni wakati wa mwanamke. Unaweza. Mwanamke anafanya nini? Unaweza kuuza mkaa, unaweza kupasua kuni, unaweza. Fanya maamuzi magumu, simama kwa miguu yako, jitegemee, usiwe mtumwa. Ndoa sio utumwa, na ndoa sio utumwa, na ndoa sio kupokea. Namchukia mwanamke anayeenda kupokea. Yaani yeye ameenda pale kwenye ndoa kama anaganga njaa, kwamba asubuhi chai, tunaomba la mkate, tunaomba la sukari, baba akichelewa hata kiberiti hamna. Mwanamke gani sio kwenye hii hema? Toka kwenye hii hema. Utamtumikiaje Mungu huna cha kumpa? Lazima ufanye kazi. Imeandikwa sifanya kazi na sifanye nini? Unakula wapi? Fanya maamuzi magumu ya kufanya kazi. Utumishi na kazi, utumishi na biashara, mume na biashara, mume na kazi. Usiwe tegemezi, utaishi maisha magumu. Nguo nzuri utaziona kwa majirani. Mimi nakwambia mbele za Mungu. Nataka niweke wazi hapa, wanawake wengi watanielewa. Mwanamke wote anayependeza anajipambaniaga. Afu wewe unamvizia mume wake kinyume nyume kwamba unamvizia mume wake kwamba anamtunza kweli. Yaani baba, unamfuata nyuma nyuma, wenzako wanajipambania. Ukiona wanatembea kwenye makongamano kama hivi, wameng'ara, wanawake wanajipambania, nakwambia. Mwanaume sikukuu mpaka tena na neema iwepo. Baba nisamee tu, lakini sikuharibii mabinti zako. Niko hapa wafanye kazi. Kanga samaki, shombo la muda. Supermarket kesho.
maarufu. Tafuta smartphone ita bei rahisi. Uza chupi mtandaoni, bado kuna watu wa saizi ya chupi zako. Aya, kila biashara na mwenyewe bwana. Wewe uza chupi za shilingi 20,000, wewe uza za shilingi 3,000. Kuna wa 3,000 watakwambia nataka 3, nataka 4, nataka 2. Nasema uongo? Mmenikataa leo? Fanya maamuzi magumu. Kopa mkopo, maamuzi magumu. Fanya kopa. Acha kufanya biashara ya 50,000. Fanya maamuzi magumu, ingia kwenye mkopo mkubwa, jitesti. Maamuzi magumu ni kujijaribu. Kujipima nguvu. Kujipima nguvu. Hiki nakiweza. Hiki nakiweza. Lazima nikiende. Lazima nikanyage. Lazima niteke. Lazima nimiliki. Hiki nitakifanya. Chukua mkopo mkubwa, anza biashara kubwa. Fanya maamuzi ya kuingia kwenye vitu vikubwa. Acha mimi mtaji wangu eti mwaka kwa mwaka nazunguka 50,000 tu. Una akili, sio mwanamke bahaimaye. Kama mtaji wako miaka 3 50,000, toka hapa. Out. Ufai wewe, sio mwanamke mwenye maamuzi magumu. Kabisa. Mwanamke mwenye maamuzi magumu unaingia kwenye vitu vikubwa. Okay, nataka niseme hivi. Mume ndio huyu hapa. Anakuja kukuoa kijana. Ndio amekwambia ndiye. Na amekwambia huyu ni wa destiny yako. Familia nzima sasa hatumtaki. Fanya maamuzi magumu. Fanya maamuzi. Waambie jamani, ngoja niwaambieni. Ninawasihi na waheshimu, naomba tu mniruhusu niolewe. Utaenda kuangamia mbele. Acha nikaangamia mbele, lakini naomba niende. Kwa sababu wewe ndio unayesikia. Haleluya. 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 Kwa sababu kuna mashangazi wanahila. Kuna wajomba wanamwonea mamako wivu usiolewe. Watasimama kusema kijana gani huyu? Na wewe utasema kama ndugu zangu unaolewa na ndugu. Fanya maamuzi. Simamia unachokiamini. Mwanamke mwenye maamuzi magumu anasimamia anachokiamini. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Jeuri yangu ni kumcha Bwana. Anasema Simba, jeuri yangu ni nini? Jeuri ya mwanamke mwenye maamuzi magumu ni kumcha Mungu. Kwa sababu kama mcha Mungu huwezi kupoteza. Kama mcha Mungu huwezi kutumbukia shimoni. Kama mcha Mungu huwezi kuharibiwa. Mcha Mungu kuna nguvu ya ziada. Jeuri yako kubwa sio kwa sababu mzuri, sio kwa sababu na pesa. Kumcha Mungu. Wanaposema nenda hautafanikiwa, wewe kwa sababu na mtu unasema kwa damu unafuta maneno yenu na batilisha maneno. Ninakopa na nitatajirika. Ninakopa na nitafanya nini? Maneno yenu hayatatimia. Kuna watu wananana magumu bwana. Tuone wakisikia Eva Mbisi anapita kwenye mlima. Tuone. Tulijua. Sema hamtajua. Hawajui. Kwa sababu akae mahali pasirini. Kwake yeye Mwenyezi. Hapo ndipo pana majibu yetu. Hapo ndipo pana kusikia na kuambia nini. Hapo ndipo ukitoka ukisema sasa tuenda magharibi, unasema huko hatuendi. Lakini wao wameona magharibi. Ukisema ni majira yetu ya kuinuliwa, hata mmeweka tuinuliwa kwa kipi mke wangu? Kazi yenyewe sina. Lakini wewe umetoka mahali pasiri. Umesikia sauti inakwambia nini? Halo. Amekwambia anaenda kukupandisha. Alafu unaamka kesho hakuna hata chakula. Miezi 3 sauti ya Mungu iko ndani yako. Mimi Mungu naenda kukuinua. Nainua watu kwa ajili yako. Lakini mwaka wa kwanza hamna kitu. Mwaka wa pili hamna kitu. Mwaka wa 6 mpaka 7 unarudi kwenye kiti cha enzi.
Miaka 7 unaweza ukapoteza jangwani, porini kama Daudi, lakini wa 8 usiogope kupoteza. Jaribu tena, jaribu tena. Naaman alijovya mara 7. Jaribu tena. Mwanamke mwenye maamuzi magumu huwa anajaribu tena. Mwanamke mwenye maamuzi magumu huwa anajaribu tena. Jaribu tena. Imekufa biashara kwanza, jaribu tena nyingine. Imekufa ya pili, jaribu tena. Kwani kuharibika kwa mimba sio mwisho wa kuzaa? Beba nyingine. Naongea na watu, naongea na wanawake. Mimba ya kwanza kiharibika, utasema si bebi tena. Ya pili kiharibika, mwisho wake utapata mtoto. Jaribu tena. Haikuwa rahisi Ibrahimu kumchukua mwanae wa pekee. Haikuwa rahisi Ibrahimu kumtoa Ishmaeli kwenye nyumba yake. Mwanae, pamoja kwamba hakuwa ahadi, lakini ameonja uzuri wa mtoto. Tena ni kijana mkubwa, anaweza kumsaidia kile na kile, lakini ilikuwa ni maamuzi magumu. Kutii sauti ya Mungu ni maamuzi. Na ndio maana pastor, watu wengi wameshindwa kumtumikia Mungu kwa sababu hata Mungu alipowasemesha hawakufanya maamuzi magumu. Wakabaki na mafuta. Maskini wanaenda kudaiwa, talanta wamezifukia kwa sababu walishindwa. Acha nikuambukize ujasiri. Hapa kuna mwanamke mmoja huyu anaitwa Apostle Devota huyu. Yaani huwezi kunizimisha. Sishushwi. Utajaribu, lakini hapa ngoma ya kushuka haipo. Kabisa kabisa nilikataa. Na nimekataa kushindwa. Yaani mimi siku nashindwa ndio Bwana ametoa, Bwana jina la Bwana, Devota anazikwa, ndio nitasema nimeshindwa. Lakini na madamu napumua, sishindwi kwa jina la Yesu. Nimekataa kushindwa kwa jina la Yesu. Na miungu ya ukoo na ya familia ijue Devota hashindwi. Usikubali kushindwa. Kataa kushindwa. Fanya maamuzi kwamba mimi hapa sishindwi. Na kama ukifanya maamuzi utakesha. Utafunga mifungo yako. Hautangoja mifungo ya kanisani. Mwanamke mwenye maamuzi magumu ni mwanamke anayetembea na Mungu. Bila kutembea na Mungu huwezi kufanya maamuzi magumu. Sio rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi nakwambia wewe kwenda kufungua pazia mchana na unajua adui zako wale pale, ukaanza kuabudu. Ni kwa sababu unatembea na Mungu. Maana alisikia ndani yako, heri wafu wafao katika Bwana. Bora nikikatwa kichwa lakini nilikuwa katika Bwana. Wewe mmekota kama hamna kwenda kanisani, hamna kanisani. Mimi nikirudi kazini hakuna kupika. Unaanza kutafuta na mamako bukuku. Mbona sikoni? Sasa mama, umesema Biblia imesema enyi wake watii nini? Unajua kama shetani naye anaingiziaga humo. Shetani naye anachukua chance hiyo hiyo. Unaanza mweleweshe tu, mweleweshe tu. Sometimes maamuzi magumu mtapambana, utaonekana jeuri, lakini siku kwa siku atakuja kukuelewa. Ilikuwa sio rahisi kwenye familia yangu. Mimi nilikuwa Muislamu. Nilivyosema naokoka ilikuwa mbiu. Waraka wa Hamani. Ulikuwa waraka wa nini? Vikao. Tuliozaliwa tumbo moja, vikao. Wananikalia, wananilamba kisogo, vikao. Eti kashaokoka. Sasa ana shida gani? Hasa utaishije? Yaani si tu wa Kristo. Yesu kila mahali, kila mahali. Nilisema yani by fire na nyie mtamjua Mungu wangu. Nikafanya maamuzi magumu. Asiyemtaka Mungu kijijini. Kwala mzito. Moja baba, niko tayari kuokoka na nataka kwenda kijijini. Walivyoingia kwa Kristo wakauonja uzuri wa Mungu, wamezama. Watumishi wa Mungu, waimbaji, manabii. Fanya maamuzi magumu. Kuna binti yangu anamjua pastor wangu mmoja. Mimi akaja akaokoka. Alipokoka kanizuga wiki 2-3, akakaa nyumbani akaona hapa kwa Yesu mimi siwezi, akatoroka.
alivyotoroka kwenda kupata bonge la issue operation kuanzia hapa. Kabla hajafanya operation tumbo limevimba hivi. Dadako anataja namba hazifiki. Paka namba inakuja kufika napigiwa na nesi. Na kimbia Muhimbili ndo wanataka kumwingiza theater. Nikamwambia nakupa mawe mawili. Unakubali kwenda na Yesu au una ala? Kwa nini dada? Nikamwambia kwa sababu ukienda na ala utakufa. Lakini ukienda theater na Yesu utarudi. Asema ninakubali kwenda Yesu. Nikamuongoza sala toba akiwa kwenye kitanda cha kuingia theater. Listen to me church. Alivyoingia theater, nani operation yake ilifanyika saa 8. Utumbo wake ulikuwa umeoza. Maana alifanywa abortion. Alafu ule alitoboa njia ya utumbo. Kwa hiyo kinyesi kilienea kwenye tumbo lake la chakula, figo na nini. Daktari ambaye wamelimosha kwa deto lita 5. Lakini nyama zilioza, hawakuweza kumshona. Wakawa wamemweka kule theater afe. Wakati mimi dadake niko nje Muhimbili, niko raba shekete, rianda raba shekete, mauti uendi naye. Kila nikiangalia saa zinaenda, nikasema kwa jina la Yesu hata kufa bali taishi. Natamka hutakufa. Baba wa mbinguni, achilia uzima. Wanakuja kumrudisha kuanzia ameingia saa 11 jioni, wamekuja kurudisha saa 8 kesho. Hakati roho na hawezi kushoneka. Wakachukua mabandage yale plastiki, wakaunganisha hivi, yani wanashika hivi, akalala odini. Miezi hii asubuhi niko, jioni nipo. Asubuhi atamkataa Yesu. Nisipoenda tu, hata kama nitoka kanisani nimechoka, nikifika watu wote wataka analia, namtaka mchungaji. Inga wewe. Mungu anapenda watu wenye maamuzi magumu. Na unapofanya maamuzi magumu hukubaliki. Andika hiyo, hutakubalika. Itachukua muda eva watu kukuelewa. Nilivyoambiwa kuwa wewe ni apostle, nilifanya maamuzi magumu kutangaza. Na mpaka leo watu wengine imegoma. Roho kaniambia nimekuita kuwa mtume. Sasa unaanzaje kwamba wewe ni mtume? Nikasema Baba wa mbinguni. Nikaenda kwa mamangu, nikamuuliza eti mama, kuna mitume wanawake? Akasema si wewe hapo. Oh yes. Nilikuwa nataka majibu. Kumbe mimi ni mtume kweli Roho ameniambia Okay. Nikaenda South Africa, sasa nikapita. Pastor Devon akasema mimi sio pastor. Mimi ni apostle. Maamuzi magumu hayo. Pastor, mimi sio pastor. Mimi ni nini? Maamuzi magumu yanakufa kujitambua. Ukihofu binti yangu Maria, hautafanya chochote cha maana. Kinachofanya mtu awe mkubwa, aende juu rohoni ama mwilini, biashara, makazi, ni maamuzi, kuriski. Maamuzi magumu yanakupa kufanya nini? Kuriski. Msome Esther. Esther kajivika mavazi ya kifalme. Esther ana riski. Anajua kabisa Ahasuero asiponinyoshia fimbo na uwawa. Nafanya nini? Lakini na hakuna nafasi ya kuingia kwa mfalme, lazima niingie kinyume na nini? Tusome Esther 4:16 afu tutaenda 1 mpaka 3. Tutaenda 4:16 afu tutaenda 5 1 mpaka 3. Soma 4:16. Esther sura ya 4 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushan, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Endelea. Nami namba 5. Umeenda 5? Sijamaliza mstari wa 4. Nami nikiangamia na niangamie. Basi Esther sura ya 5 mstari kuanzia mstari wa kwanza. Nami nikiangamia na nifanya nini? Niangamie. Maamuzi magumu na Mungu yanakupa kuriski. Lakini kwa ajili ya utukufu wa nini? Yoyote aliyefanya maamuzi magumu na kuriski maisha yake kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kuponya, Mungu
Mungu alimuinua. Amen. Mungu alimfanya asomwe mpaka leo. Mpaka leo tunawasoma wenye ukoma 4, watu ambao walikuwa useless kwa sababu ya kufanya maamuzi magumu, wakariski. Nataka mbebi, kama tukikaa hapa tutakufa, lakini bora tuende kwa Shamu, na kama akituua waliamua kuriski. Usipokubali kufanya maamuzi magumu ambayo yanaambatana na riski, kwamba ninachukua mkopo lakini sijui kama nitainuka, ila Baba nishikilie, huwezi kuwa tajirika. Amen. Huwezi kufanikiwa. Mimi nakwambia, usipofanya maamuzi magumu hata kumtolea Mungu huwezi kubarikiwa. Kuna sauti zinakuja, toa 1,000,000. Hello church. Amen. Alafu unasema sasa hiki cha mwisho, hiki cha, unabaki kwenye umaskini. Ni maamuzi magumu tu yanayofanya watumishi wa Mungu mbalimbali, watoto wa Mungu kuinuliwa, ni wale wenye maamuzi magumu. Kwani Ibrahimu alivyomtoa mtoto wake, hakika yake kukubariki. Sasa nimejua unaniabudu, unanicha hivi, kwani mimi sikuwa nakucha siku zote? Kuna nguvu katika kutoa. Nataka niongee na watoto wa Bukuku hapa, watoto wa prophetess, watoto wa huyu baba. Nasema hivi, viwango vyenu vya kutoa na viongezeke. Amen. Amen. Hamtauona mkono wa Mungu. Mama ataunguruma kama simba, ukabarikiwa mashambani, hakuna baraka itakayo, hainyeshi. Baraka ya pesa ni pesa. Leo ngoja ni wavunje. Baraka ya pesa ni nini? Ni pesa. Toa pesa upate pesa. Amen. Mungu abariki mikono mitupu. Unajua Mungu ni upatu ni upatu. Desi Mungu kama hujamjua. Toa upokee. Upokee, utoi utapokea nini? Wanaotoa sana ndio walio. Nataka niwaweke hivi. Nataka tunamaliza sasa hivi, nataka niwambie hivi. Unavyoniona hivi, mimi nilikuwa sifuri zimepangana kwenye maisha yangu. Tena wanasema zero nyeusi, black zero. Sema black zero. Zero nini? Black zero. Aha. Nimeingia kwenye kanisa fulani la baba mmoja Muhindi. Ukikaa mbele nakwambia, unakaa kwenye kiti cha mbele una shilingi ngapi? Kabisa. Yuko serious. Una shilingi ngapi? You devota. Show me. Nimetoka kibuko, unakaa kiti cha mbele una 1,000. Are you serious? Nikasema sasa, Mungu mimi nifanyeje? Babangu atanichukia. Kumbe mwenzako ananitoa kwenye umaskini. Nikaanza kutoa kwa uaminifu. Mungu akaniambia ingia partner. Nikaanza 5,000. Mara akaniambia 10,000. Mungu akaniambia sasa unaenda laki. Nikanatoa partner kila mwezi kwa uaminifu 1,000,000. Siku hiyo nimelala, Mungu ananiambia nenda kupandisha. Mwana Mungu, niliona kabisa kuna malaika alikuja. Yaani kulikuwa kama mlima anachimba, na panda kwa speed kwenda juu. Kufumba na kufumba, nikapata tenda kuchoma na magunia. Ndugu zangu wako hapa. Nikawa na kiwanda cha kushona nini? Magunia ya kupakia tumbaku Morogoro. Devota akainuka. Mungu akanibariki. Mungu akainua destiny, akanipa mashine yale heavy duty. Mungu akaniunganisha na tenda. Watu kama hawajui historia yako wanadhani tu ulikuwepo. No. Na hapo nilihangaika saluni, tailoring, sijui duka la vifaa vya ujenzi, sikuwa na mlango. Lakini nilivyokuwa mwaminifu kwa Bwana, Bwana akanipandisha. Na tangu siku ile sijawahi kujuta na sijawahi kupungukiwa. Watu wakashangaa. Huyu nikajenga nyumba kwa mamangu kijijini. Nikajenga nyumba yangu. Mara nina gari, mara niko Hong Kong, mara niko Guangzhou, mara niko Beijing. Yaani mara niko Dubai. Ikawa kama asubuhi na jioni tu. Maisha yangu tambarare tu. Lakini kwa siri hii moja, nilimtolea Bwana na akaniambia naenda kukuinua. Anza kumtolea Mungu. Fanya maamuzi magumu. Hata utoaji ni maamuzi magumu. Amen. Mimi nawaambia kabisa. Hii Maria tangu mwanzo nilishasema. Utoaji ni maamuzi. Kuna nyakati Mungu anakuambia toa chote. Mlisema hapa kuna fundraising sijui. Nilisoma hapo chini. Harambee. Au haipo tena? Ulimuuliza Mungu kwamba kwenye hii harambee naenda kushangaa au nifanye nini? Hata wajasoma, hata wajui. Hata nao hujui. Nilisoma nasema sasa mbona hawajatuambia kama harambee? Tena nimesoma wakati nafika hapa.
Akasema kufyagwa. Kuna nini? Harambee. Nyinyi wenye viongozi, nyinyi watendakazi, nyinyi waimbaji hapa, wenye kushika maiki, mlijiuliza leo una harambee shilingi ngapi? Au ndio utakuja kulipuka, mimi nitatoa 20. Are you serious? Hili jengo litaisha kwa 20. Mkajipange upya. Anzeni kumtolea Mungu maamuzi magumu. Akaingia kinyume. Twende. Esther sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 3. Ikawa siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme. Akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuielekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyuma wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu. Hapo hakuna aliyefanya maamuzi magumu kwa habari ya mambo ya Mungu, Mungu akamwacha. Kila aliyefanya maamuzi magumu, utukufu wa Mungu ulimfunika. Amen. Kibali kiliachiliwa. Amen. Neema iliachiliwa. Amen. Tunamwona Danieli anatolewa kwenye tundu la simba. Hakuliwa na simba. Mungu mwenyewe akatuma malaika kushika makano. Tunamwona Shadraka na Meshaki na Abednego wakasema, mfalme, usisumbuke, hatusujudi sanamu. Maamuzi magumu. Amri imetoka kwamba hakuna, kila mtakaposikia zumari, vinanda na hakika, wakasema asema mtu mwenye sema sasa sisujudi sanamu. Sema sitasujudia miungu ya ukoo. Sitasujudia matambiko. Nakataa kwa jina la Yesu. Kila ibada yoyote ya matambiko na ikataa. Hebu tusome Danieli 3:8 mpaka. Amen. Andika tu 3:8 mpaka 30, utasoma mwenyewe. Acha nimalize mimi. Nataka tuingie kwenye maombi. Uko tayari kuomba? Muda wangu si bado naruhusu kuomba au umeisha? Bwana asifiwe. Shadraka wanalazimishwa kusujudia sanamu. Kuna watu hapa wengine bado mkisikia kuna matambiko, mimi sienda kina changa. Mimi sitaenda kina, ngoja fanya nitume tu hela ya chakula wafanye ibada zao. Huna akili wewe. Ni bora utengwe na ukoo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa sababu siku moja watazama wanatwenda kwa Mungu wa yule. Mbona mwenzetu tulimtenga tukamlani na tukamweka kwenye madhabahu zetu, mbona anazidi kufanikiwa? Mimi bwana, kama ndio Mungu yule Yesu sijui nini, mimi naenda kwa huyo Mungu. Kwani mama yangu alisema, mimi sikilizeni sasa, mimi niokoke, mimi nikifa, mama yangu akifa nani atamzika? Mimi niokoke kabisa. Mimi bwana sio rahisi. Mimi kwanza alikuja nyumbani kwangu akaokoka kwa aibu. Nikamwambia, mama, usipookoka mimi mwanao ushirika nawe hatupo, kwa sababu nuru na giza afika. Nitakuja nyumbani, lakini siku nikifa mimi sitashiriki mazishi yako. Yale ya kufunika ushungo, sijui kukunja, sijui kukubinua, sijui kukamua, mimi sitaweza. Akasema, hata kama utaweza, mdogo wangu Fatuma atanizika. Nikamwambia haya. Akatoka hapa nyumbani Dar es Salaam akaenda Singida. Kufika Singida Ijumaa akajifanya kuvaa ushungi kwenda msikitini. Sikiza nikwambie ngoma ilivyokuta. Anasema alivyofunga hivi, akafanya hivi, akafunga hivi. Sasa sujudu, alivyoinama ulipigwa mshale. Nasema mbele za Mungu. Akasema, ananiambia sasa mimi mamangu akitaka kunisifia anatanyagwa au, yani anita jina, yani nyagwa, yani jina akitaka yani moyo wake burudika, anataka kunipendeza, ana jina ananitaga nyagwa au mwanani. Si nikaanguka, siwezi kuinuka, siwezi kukaa, nikabaki niitieni mchungaji msikitini. Nasema mbele za Mungu, huyu hapa ndugu yangu shahidi. Akasema, nikimbizeni nyumbani mkaniitieni mchungaji wile na kufa. Mchungaji vipi? Sijui, nilienda kanisani, nilienda msikitini,
nimesikia tu wewe mchungaji sema kwa jina la Yesu Kristo kila jini mshale chomoka. Akasema kuanzia leo naamua kuokoka, msirudi tena, nimejua kabisa kwamba huku kuna mashetani. Bwana asifiwe, haleluya. Kwa hiyo sasa ndiko nasema usipofanya maamuzi magumu hata ya kuwakusanya ndugu zako sio rahisi. Wewe utakuwa ni binafsi sana, ndugu zako kwenda motoni, ni wewe umechangia. Fanya maamuzi magumu, kuwa na tekniki ya kuwaleta kwamba mama, unajua bila Yesu utakufa na itafika mwisho mimi nitakuwa sikuhudumii kwa sababu mimi hela zako kwa waganga siwezi. Apostle Musa, nataka kufa, niko Shinyanga, nataka kufa. Naleta hadithi, sileti hadithi. Nawaambia kitu cha ukweli. Yaani nataka mtu mmoja amke, nataka kufa, naomba nitumie hela, mimi naenda. Nikamwambia njoo ukoke. Mimi sio koki, naenda kwa waganga. Naomba hakika situmi hela, kufa takuja kuchukua mwili. Akasema una uhaki? Nikamwambia sitoi hela ngoenda kwa waganga. Akakimbia kuja da. Kumbe mibangi tu. Akafika, tulikuwa tuna duka kubwa la vyakula pale Riverside barabarani. Alipofika ndugu yake alipomwona akafunga makomeo na geti huko,